Amen. I know we're all here to listen to the word of God. Bila ukawia, mimi naitwa kwa jina la Majagira Isa. Without wasting any time, my name is Majagira Isa. Pia naendelea kushukuru uongozi wa hapa kunipatia siku ya leo neno. I want to thank the leadership of this church to give me this opportunity. Mungu azidi kuwabariki. May God continue to bless them. Kwa sababu si kwa nguvu zangu, It's not by my will, si kwa elimu zangu, it's not by my knowledge, lakini ni Mungu ndiye amependa siku ya leo niwe pamoja nanyi. but it's God's will for me to be here today with you. Kwa wale ambao wasionijua, For those who are unfamiliar with me, mimi ni mtumishi. I am a servant of God. Nashiriki kwenye kanisa la Pentecostal Kingdom Church. I go to Pentecostal Kingdom Church. Mimi ni mwandishi wa kanisa hilo. I am the secretary there. Na pia mimi ni mzee wa kanisa. I'm also one of the elders. Na leo niko hapa nyumbani. Today I'm here home. Kwa ajili tupate kuchangia neno pamoja. For us to share a word of God. Leo tutaenda kuzungumzia neno. We're going to talk about ambalo linasema nguvu za Mungu. The power of God. Tutaenda kuzungumzia nguvu za Mungu. We're going to talk about the power of God. Saa zingine unaweza ukakue. Maybe you might be there. Siku mingi unaingia kanisani. Come into church many days. Lakini hujawahi kujua nguvu za Mungu zinatumika namna gani. You still don't understand how the power of God works. Lakini leo nitaenda kuonesha. But today I'm going to show you namna gani nguvu za Mungu zinakuwa zinatumika. How the power of God works. Na nitaomba kila mmoja anipe masikio. I will ask for you to pay close attention. Apate kunisikiliza. To listen closely. Kwa hiyo tutaenda kusoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza. We're going to read from the First Kings. Pale ndipo tutaenda kufungua. That's where you're going to open your books. Na tutaomba msomaji asimame kwa ajili ya kutusaidia. I'll ask our reader to read it for us. Yaani ni hapo ndio tutasoma siku ya leo. That's what we're going to read today. Nguvu za Mungu. The power of God. Ambaye ashaona Wafalme wa kwanza. If you find the First King 17 chapter mstari wake wa kwanza from 1 hadi 7 to 7. Watusomee. Tunasoma kwa jina la Bwana. Wafalme wa kwanza First King 17 tunaanzia hapo. Ndio. Basi Eliya mtibishi wa wageni wa Gilehadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nitasimama mbele zake, hakutakuwa tena umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinacho kabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimeamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama Bwana kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito hicho cha Kerithi kinacho kabili Yordani. 6. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi, na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakauka, kwa sababu mvua haikunya katika nchi. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika maneno ya leo, today's words, kuna maneno ambayo yanaweza yakakuchanganye. You might be confused, some of Kuna them. neno moja ambayo There are few of them. linasema Gideali. There are few of them. Hiyo ni mkao, aidha ni mji
this place, it's ambao a place unakaa watu wenye kuwa na moyo mgumu. you find people who are strong-minded. Na hapo ndipo mtumishi wa Mungu naye alikuwepo. And this is where the servant of God was as well. Kuna neno lingine ambalo tutaenda kukutanisha ndani ya maandiko yetu. Also, other thing that we can find in the scripture. Inaitwa Serephat. It's called Serephat. Huo ni mji. That's a place. Ambao uko katika Sodona na Siri. It's between Sodonia and Tyre. Na huo mji, that's town, kwa leo unaitwa Lebanon. Today is called Lebanon. Na kuna mji ambao unaitwa Samaria. There's another place called Samaria. Hiyo Samaria inajulikana kama is also known as Israel aiza Palestine. It's also known as Israel or Palestine. Hiyo ni miji ambayo itaenda kuingilia katika maandiko haya. Those are the few places that we're going to touch based on the word of God today. Mtumishi wetu ametusomea vizuri sana. Which I just read well today. Maandiko yamesema ya kwamba the scripture says that Elia aliambiwa, Elijah was told, eti ondoka utoke kwenye mji huo, leave your town, uelekee and go to sehemu ambayo to a place of mimi Bwana nitaenda ukulisha huko. I God am going to feed you there. Elia aliondoka, Elijah left, baada ya Mungu kumwambia kwamba after Jesus instructed him heti Mungu mimi so me God nitasimamisha mvua muda wa miaka mitatu. I'm going to stop rain for 3 years. Ni lazima uhame hapa. You must move this place. Nenda kwenye kijito huko. Go to a stream right there. Ukae huko. Stay there. Mimi nitakulisha huko. And I'm going to feed you. Na mtumishi wa Mungu Elia, the servant of God Elijah, akashika mizigo yake akaondoka. He took all his belonging and went according to alipoondoka huko, when he left, Bwana akamlisha na akamlinda huko. God fed him and protected him. Akapata maji ya kunywa. He found water to drink. Lakini ilipofika siku, but one day, heti hayo maji nayo yakakauka. That stream ran out too as na well. Alipokauka, when he dried up, Bwana akamwambia ondoka hii sehemu. Lord told him, leave this place. Nenda sehemu mimi nitakulisha, nitatuma kibombobombo huko. Go to another place, I'll feed you, I'll send a raven. Kitakuletea chakula. That will bring you food. Na mtumishi wa Mungu akashika safari akahama. And the servant of God also did the same thing and left. Na huko maandiko yanasema, and the scripture saying that heti mtumishi wa Mungu alilishwa chakula. The servant of God was fed food. Vibombobombo vilikuwa vikimletea chakula. The ravens will bring food. Vilimletea mkate. They will bring him bread. Vikamletea na nyama. They will bring him meat. Mtumishi wa Mungu akaishi. And the servant of God will leave. Lakini ilifika kipindi, but it got to the point, ambacho Mungu alimwambia, where God told him, kwa muda huu sasa, at this time, ni muda wa wewe kuondoka. now it's time for you to leave this ni place. Ni muda wa wewe kuondoka. It's time for you to leave this place. Nenda sehemu fulani. Go to this particular place. Nimekwisha kutayarisha mjane fulani. I've prepared a widower. Ambaye atakulisha huko. I've prepared a widow that's going to feed you there. Fikiria kama ni wewe. Think about if it was you. Unatumiwa nenda fasi fulani uende pane neno. You're being sent to a place to preach. Lakini kula hauna ndugu. But there you got no family. Hauna pesa. You got no money. Haujui nani atakupokea. You don't know who's going to welcome you. Lakini unaenda tu. You just go. Kumbe Mungu, but God, hana shabaha yake. He has a plan. Na anapenda kuonesha ukuu wake. And He wants to show His authority. Unaweza ukaokoka unasema wewe ulishaokoka. You might be saved and tell yourself I'm lakini saved. bado hujafahamu nguvu za Mungu. Semeni amen. You understand the God's lakini power. bado hujafahamu nguvu za Mungu. But still you haven't understand God's power. Heti Elia aliondoka. So Elijah went. Elia alipoondoka huko, when he got there, akakutanisha mjane fulani. He found a widow. Akitafuta kuni. She was looking for things to akamwambia. And he told them. Alipomkuta mjane huyo, when Elijah found this widow, akamuita mjane. He called upon her. Akamwambia.
he said to her, unaweza ukanisaidie maji ya kunywa? would you help me some water to drink? Unaweza ukanipe maji ya kunywa? Can you provide me some water to drink? Mjane akamwambia mtumishi wa Mungu Eliya, That widow replied, nimekuja kutafuta kuni chache tu. I came to look for small woods, just it, Kwa ajili nyende nikatayarishe chakula for me to go and prepare food. ya mimi na mtoto wangu. Just for me and my son. Mtumishi wa Mungu akamwambia mjane huyo, So Elijah replied to the widow, ukisha niletea maji, once you bring me some water, kumbuka kuniletea na chakula ndogo. also remember to bring me some food. Mjane akajiangalia, So the widow looked at herself akamwambia mtumishi wa Mungu, and said to Elijah, hapa nina unga kidogo tu, right here I just have a small flour. na nina mafuta kidogo I tu, only have a small amount of oil, kwa ajili ya kutayarishia mimi na mtoto just to wangu prepare for me and my child tukule na tujifie. to eat, and that's it. Yaani mtu alishaanza kuona ya kwamba But this person understood that siku zinafika yeye kufa her demise is here, na bado ni mzima. even though she was still living. Hiyo ni mambo ya hatari. This is amazing thing. Bado unatembea, While you still lakini working, kufuatana na hali ya nchi, but because of the situation kwa in the ajili ya place, hali ya ukame, because of the dry in the place, mtu anashindwa that person is giving up. kupiga hesabu They can't even think about future. hesabu ya mwingine mtu. You can't even plan of the other person. Yaani anajifikiria You yeye, just think about yourself. hiki ambacho ninacho So what I have right now, nitakikula siku mbili tu na mimi nijifie. I can just provide for myself for a short while and then me just die. Lakini mtumishi wa Mungu Eliya But the servant of God Elijah akamwambia mama huyo, said to this woman, nenda ukafanye kama vile mimi nimekuambia. go do as I instructed you. Maandiko yanasema huyo mama alienda, The scripture says that lady went. kwa ile kidogo alikuwa For nacho, what little she had, akaanza kumtayarishia mtumishi wa she Mungu. started preparing for the service. Na maandiko yanasema ya And kwamba the scripture says that huyo mama alipoanza kutayarisha chakula, when this lady was getting this food ready, heti ile unga yake kidogo with that small flour she had, na mafuta yake and that kidogo, small oil she had, heti haikukauka kamwe. they Semeni amen. never see. They Heti never dry up. viliendelea kuwa pale siku na siku. They continue to multiply Wakati- day after day. Wakati After mvua imekauka, itakauka miaka mitatu, the rain was no longer there for 3 years. kadirisha hautapanda kitu chochote, Think about, you can't plant hakuna anything. maji yoyote, There's no water. hautaenda sehemu eti naenda kusoko ende ninunue kitu You fulani. can't go to a supermarket to buy things that you need. Kumbe kukaribisha mtumishi wa Mungu, aidha watumishi wa So Mungu, to welcome a servant of God, ni mibaraka katika nyumba yako. you welcome blessing in your house. Lakini wengi wanaofukuza watumishi wa Mungu bila kujua. Most people do chase away the Leo servant of God without nitakwambia knowing. mkaribishe mtumishi wa But Mungu today I pate wanna tell you, kubarikiwa. welcome the servant of Kwa God for you maana to be huyo blessed. mama Because that lady, alipofanya vile when she did that, alibarikiwa she sana. was blessed Miaka yote alikula ile chakula, She ate those foods for so many years. lakini ndani mwake But inside her, alikuwa kingali na mashaka ndani she was mwake. still doubting. Na watu wengi wanatembea na wana mashaka ndani Most mwao. people, we are here with doubts. Ni lazima ondoe mashaka ndani mwako. We must remove that from us. Hule mama alikuwa na mtumishi wa Mungu. This person has a servant of God. Ijapo Mungu amemwonyesha hayo, Even God revealed this to him. alikuwa bado hajaamini vizuri. But still she did not believe. Lakini Mungu kwa sababu alipenda kuonesha nguvu zake, Because God wanted to show his power, maandiko yanasema the scripture says, ilifika wakati it fulani got to the point, heti yule mama wa mjane akafariki. and that lady passed away. Kwa yule mjane aliona ya kwamba For herself, she saw binti wake amefariki. that our daughter passed. Lakini kwa Right. mtumishi wa For Mungu, the servant of God, yeye ameona yule mtoto
he saw the child ameondoka tu sehemu. is just going to a different place. Unasikia mawazo tofauti. You see how people are seeing things Mama differently. anawaza mtoto amefariki, The mom here thinks the lakini child is mtumishi dead, wa Mungu yeye but the servant of ameona God, ya kwamba Mungu amemficha tu he just sehemu. see that God is just hiding her somewhere. Alipenda oneshe ule mama ya kwamba He just wanted to show that nguvu zake zinatumika, the power of God is there working. na ndio kwa maana alifanya vile. That's why he did that. Maandiko yanasema ya kwamba The scripture says that yule mama alianza kulia, the scripture said the woman started mourning, crying, akamwona ya kwamba mtumishi wa Mungu ni adui wake, and perceived that the servant of God was the enemy, akaona ya kwamba yule mtumishi wa Mungu ameleta kifo ndani ya nyumba yake. blaming the servant of God that he did bring this to them. Akaanza kumlaumu mtumishi wa Mungu, Started blaming him. lakini mtumishi wa Mungu alimwambia, But the servant of God told him, mama, leta Told her, huyo mtoto wako huku. bring your child to me. Kwa maana mtumishi wa Mungu, Because the servant of God, nabii wa Mungu, the prophet of God, alikuwa akitembea na nguvu na uwepo wa Mungu. he was walking with God's power and his authorities. Maandiko yanasema alimchukua ule mtoto, The scripture says he took the child akamlea kifuani mwake. and he put them on his chest. Akamchukua yule mtoto, He took the child akaenda naye, and went with her akaenda naye hata kwenye levo ya 3 kwenye alikuwa akiishi, until to the alikuwa higher level. akilala. Even the place he was sleeping. Mtumishi wa Mungu alikuwa akilala kwenye etaji ya He 3, was sleeping on the 3rd floor, akampeleka yule binti. and she took the door to the same place. Maandiko that she was yanasema sleeping. alimtia yule binti pale kwenye kitanda, The scripture says that he put the daughter to the bed akaanza kumwambia Mungu, and started telling God, kwa nini umemficha binti wa huyu mama? why are you hiding this child? Kumbe Mungu anasikia. But God is listens. Kwa nini umemficha binti wa huyu mama? Why are you hiding this lady's child? Ninakuomba Mungu, I'm asking you, God, heti umurudishie huyu mama please give this back to this na lady. umurudishie huyu binti ambaye amefichika, Give this lady back to the umurudishie mom. uhai wake. Give them the living. Na hapo All of a sudden, maandiko yanasema ya kwamba the scripture says that heti Mungu akamsikia mtumishi wake Eliya. God listened to hear his prayers. Na alipomsikia mtumishi wake, When he listened to him, heti yule mtoto ambaye alikuwa amefitikwa roho so yake, that child that our heart was all hidden, Mungu akairudisha ile roho. God took it back, sent it back to her. Na mama yule alipoona yule binti wake, So when the lady saw this, heti mama pale akaamini. all of a sudden she believed. Yaani miaka yote alikala na All Eliya, these many years she stayed there with Elijah. alikaa na mtumishi wa She Mungu, stayed there with the servant of God. alikuwa hayamkubali But hata she siku never moja. believed him any day. Na wengi walio hapa bado hawajakubali Most watumishi of wa us are Mungu. here, they don't believe in. Lakini leo nakuambia kubali. But I'm trying to tell you, you Nguvu must za believe. Mungu zinatumika. The power of God does work. Sehemu yoyote ile utakayokwenda, Everywhere that you go, fahamu ya kwamba nguvu za Mungu zinatumika. you must know that the power of God works. Maandiko yanasema kuhusu yule mama, The scripture is talking about this woman. akaenda kwa mtumishi akamwambia, She went to Elijah. ninakubali tangia leo From now on, I accept ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. that you are a servant of God. Lakini fikiria Now sasa, think about it. chakula yote ilikuwa ikipigiwa kwa unga kidogo tu From small amount she had so many food, na kwa mafuta Afterward. kidogo tu, and from the small oil she still got plenty of oil afterwards. lakini But alikuwa na mashaka ndani she mwake. still did know she has doubt. Alikuwa yaamini ya kwamba huyu kweli ni mtumishi wa Mungu, aidha ni miujiza She tu still did anafanya. not believe this was servant of God, or he was just doing the miracles. Na wengi wanasubiria miujiza, Most people are just waiting for miracles. wengi wanasubiria We are miujiza. waiting for miracles. Fahamu ya kwamba si kila miujiza ambayo utaenda ukubali wewe. Understand that not Kuna all the miracles miujiza are ambayo going to accept you. itakupoteza, There are some miracles that are going to deceive you. na kuna watu ambao Mislead you. utapokea, And some people that will welcome, kumbe ni watu wabaya ndani they mwako, might be not good people. They might be lakini wrong people for utawafahamu you. namna gani? How are you going to know?
for sure. Utawafahamu kupitia maombi. You will know them through prayers. Utawafahamu kupitia maono. You know them through vision. Ndipo utaenda kujua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. And this, you're going to find out this is servant of Hule God. mama kupitia miujiza yote ya chakula walifanya hakuamini. Through all the miracle about food, she never believed. Kumbuka hata na wana wa Israel Remember, even the Israelites, walipokuwa wakitoka Misri, when they were leaving Egypt, Mungu aliwafanyia miujiza ya chakula, God has done miracle for food. lakini hata yale yote Mungu alifanya Even all that God has done, hawakuamini. they still did not believe. Ilifika hata wakati wanamsaliti Mungu It got to the tena. point where they betray God again. Yaani watu So people, kwa kuamini ni vigumu sana. it's really hard for people to believe. Kadirisha yule mama. Think about that lady. Hamekuya ukubali She came and accept. baada ya kuona mtoto yake anarudia. She accept after the child. Na ndipo akamwambia back to mtumishi her. wa Mungu, So she said to the servant of God, ninakubali ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. I accept truly you are a servant of God. Heti nimekubali I accept that you are a servant of God. kwa ajili ya kurudisha mtoto wake tena. Because she got her child back. Lakini maandiko yanasema But the scripture says, baada ya Elia kukaa pale, after he was staying there, halikuwa na ujumbe, he had a message. na Elia alikimbia And Elijah ran kwa sababu because huko alikuwa akiishi where he was living, kulikuwa mke wa mfalme. there was a Mke wa mfalme, there's a queen huyo mke Elizabeth called Elizabeth. halikuwa akiangamiza watumishi wa Mungu. Isabel was going after the servant of God. Halikuwa akiangamiza watumishi wa Mungu, wanabii wa Mungu. She persecuted the prophets of God. Na ilisababisha Elia kuondoka. As a result, Elijah had to flee. Lakini ilifika wakati So it got to the point, Mungu anamwambia God told to talk to Elijah. Ni wakati wako sasa wa kurudi. It's time for you to go back. Kadirisha, ulishamuona adui wako hapa. Think about, you see your enemy close. Ulishaona mtu ambaye anakuuia. You see the person that's killing Watu wako wote ambao uko nafundisha, uko nasali nao. people that you worship with, the people that you teach. Unakimbia. You run away, you flee. Afu anakuambia rudia ile sehemu. But then you are being told to go back to the same place. Nani anaweza karudi? Who can do that? Who? Kuko mwenye atarudi? No one. Lakini kwa kuwa nguvu za Mungu zilikuwa na Elia, But because the power of God was with him, Mungu alimwambia, God told him, ni lazima urudie kule. you must go back to that place. Na mshangao sasa, Surprisingly, katika chuo ya Elia, katika masomo ya Elia, from his teaching, his alikuwa educational, akifundisha wanabii. he used to teach prophets. Kuna nabii mwingine There was another prophet ambaye alikuwa akiishi kwa mfalme, who also used to live at the king's palace, ambaye alikamata manabii 100 who took 100 prophets akawaficha, and hide them. akawagabula He 50-50, separated them 50-50. na baada ya kugabula When 50-50 he did 2 groups of 50s, akakuwa akiwalisha kwa uficho, and he would feed them in secret. kwa sababu alijua Because he knew, he understood that huyo mwanamke akifahamu tu if that queen knew about it, hatawaangamiza. she's going to kill all of them. Lakini ilitokea wakati But it mfalme got to the point, the king, anamuita huyo mmoja wa manabii he summoned one of the prophets ambaye alikuwa akiishi kwa mfalme, who used to live at the king's palace. akamwambia hivi, And he talked to them. kwa muda huu At sasa this time ni muda ambao is a time to, tunaenda kupata tatizo, we are getting into trouble. na tatizo tunaenda kupata, The trouble that we get in, aiza mamifugo yetu yote all our livestock, itaenda kufariki, they're going to die. na baadaye Afterward, tutaenda kupata shida kubwa. we're going to suffer. Sasa wewe mtumishi wa Mungu, So you as a servant of God, ni lazima tugabule. we must divide. Wewe uende mashariki You must go east, na mimi niende kusini. and I'm going south. Tuangalie namna gani Let's see how tunaweza tukapate hata angalau sehemu we can find a place ambayo tutachukua mifugo that yetu we can take our livestock ipate angalau hata maji kidogo, so that they can at least get some water. kwa sababu mifugo yetu kifariki Because if
they die, tutapata tatizo. we'll be in grave danger. Na tukumbuke ya kwamba huko mtumishi wa Mungu Just remember where the servant of God, alishaambiliwa naye ni lazima fani ni arudie he was huko. just being instructed to go back to the place he came from. Yaani Mungu anatumika na mtumishi wa Mungu huku. So God is working with the servant of God over here. Na baadaye anapitisha neno lingine kwa And mfalme. also is talking to the king. Ni lazima mfalme ufanye hivi. King, you must do this. As instructed. Anatayarisha nini hapo? What is he doing? What is he preparing? Mungu anatayarisha God is preparing namna gani wanaweza wakampokea Eliya. how they're going to meet Elijah. Kwa sababu anajua Because he understood, kama sitafuti njia nzuri ambayo mtumishi wangu atarudi if ndani, I don't find the right path to go back, anaweza akaangamizwe. my servant of God might be killed. Kumbuka ya kwamba mtumishi wa Mungu unatembea na uko na ukingo wa Roho Remember Mtakatifu. that servant of God, you walk with Yaani the pote power and the utakapoenda, protection of God. Mungu Everywhere yuko that you pamoja na go, wewe. God is there as well. Kwa sababu Because ukiangalia maandiko, if you look at the scriptures, hata watusomee, let them read for us. karibu msomaji, tusomee 18, Wafalme wa kwanza 18, 1 King 18 kisha tusomee 20 from 20 mpaka 27. from verse 20 to 27. Tusikie nasemaje. Let's hear what it 18, says. 20 hadi 27. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Eliya akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Basi akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Bahali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wala watu hawakumjibu neno. Ndipo Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia, mimi peke yangu, nabii wa Bwana, lakini manabii wa Bahali ni watu 450. Kwa hiyo na watu tolee ng'ombe wawili, wao na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Eliya akawaambia manabii wa Bahali, jichagulieni ng'ombe mmoja na mtengeneze kwanza, maana ninyi ndiyo wengi, mkajitilie jina la Mungu wenu. Amen. Na mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Ametusomee mstari wa 5, 18 mstari wa 5. 18:5. 18:5. Yeah, hadi 8. 5 to 8. 18:5 Ndio. mpaka 8. Ndio. Biblia inasema hivi: Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchemi zote za maji na vijito vyote, labda tupate majani, tuwahifadhi hai farasi na nyubu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. 7. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi. Enenda umwambie bwana wako,
tazama Eliya yupo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Tunasikia maandiko yanasema vizuri. We just read the scriptures well, talking well. Hapa kumustari wa 5 here at verse 5, kuna sehemu ambayo inagusia there's a place that is talking about heti Obadia Obadiah, alipokutanana na mwalimu wake when he met his teacher, ambaye alikuwa ni Eliya, who was Elijah. alimwangalia akamtizama, He looked at him akamuuliza, ni wewe mwalimu wangu Eliya? and he asked him, are you truly my teacher Elijah? Heti Eliya akamwambia, ni mimi. And Elijah said, yes, it's me. Obadia akaanguka kifudifudi chini, The Obadiah first down kwa sababu akuamini. because they did not believe. Katika mawazo yake In his own understanding, alikuwa anafikiria kwamba Eliya alishaka kufa he zamani. thought that Elijah died so many years ago. Kumbe Mungu But God alikuwa bado anamtumikisha. was continuing to use him. Kumbe Mungu alikuwa anapenda But God wanted watu wajue nguvu zake. people to know his power. Kwa nini? Why? Eliya Elijah, aiza mfalme or the king, kule alipoenda where he went, akukutanana na Eliya, did not meet with Elijah. lakini But kulipoenda nabii where the prophets went, ambaye ni mwanafunzi wa Eliya, who was one of the teachers, ndiko students, Mungu alienda kutanana naye. that's where he met the Elijah. Na baadaye sasa Afterward, Eliya akamtumana Obadia, Elijah sent Obadiah, rudia kule, go back, nenda ukamwambie go and tell mfalme the Ahabu King Ahab ya kwamba mimi mtumishi wa Mungu nimerudi. Semeni I, amen. the servant of God, I'm Heti coming mimi back. mtumishi wa Mungu I, nimerudi. servant of God, I'm back. Na maana yake ya kurudi The meaning of this return, ilionekana ya kwamba nguvu za Mungu zinaenda kurudi. it shows that the power of God is also returned. Ilionekana kwamba ile mvua It shows that that rain ambayo ilikuwa imefungua miaka mitatu that did not rain for 3 years karibu inatafuta irudie, is also coming back. lakini But katika nyumba ya mfalme in the palace, in the kuna house of vitu king, vinavyosababisha ile mvua isinyeshe. there's a reason why the rain is not coming. Na ndio kwa maana Mungu That's why God aliona amrudishe mtumishi wake decided to send the servant God haje back akafagie, for him to come and clean, haje afagie wale to wote clean up all the messes. ambao Those wako na tabia mbaya, with bad habits, ambao walikuwa wakimdanganya mke wa mfalme, and those who used to lie to the king, ambao the queen, walituma Mungu amekasirika. who the reason why God was furious. Eliya Elijah, alipoonana sasa na Obadia, when he met with Obadiah, Obadia ashapeleka ujumbe kwa mfalme, as after Obadiah brought the message to the king, lakini nini ilitokea? what happened afterward? Eliya alimwambia hivi, Elijah told him, ambia mfalme tell the king, achukue watu wenye kuwa ndani mwake, take the people in the palace wapeleke kwenye mlima wa Karmel, and take them to the mountain Carmel. kwa sababu kiwaleta huko When you take them up there, ndipo mimi Eliya nina neno la kuongea. I, Eliah, have a word to share with them. Maandiko yanasema ya kwamba The scripture says that mfalme Ahabu King Ahab, aliwachukua wale watu wote wenye kuwa ndani mwake, ndani ya nyumba he yake, collected all the people in his palace akawapeleka kwenye mlima wa Karmel. and he took them to the mountain Carmel. Heti walipofika pale, When they got to the mountain, wakamkuta mtumishi wa Mungu yuko pale. they found the servant of God there. Mtumishi wa Mungu akawapatia neno la kwanza, He told them the first thing. hawakujibu. They did not answer. Mfalme The king, alipofika pale, anaangalia when he got there and he looked, anaangalia nini kitaendelea hapa. what's going to happen here? Lakini ilifika wakati Eliya anawaambia, It got to the point Elijah told them, heti nyinyi, so you, kwa nini munaendelea kusitasita katika mambo mawili? why are you guys stuck in indecision? Kushoto mupo, Left you are, kume mupo. right you are. Kwa nini musichague njia moja Why don't tu you just choose one path? ambayo tunaweza tukamwabudu huyu The Mungu? way to worship this God.
Lakini wale watu hawakumjibu Mungu, hawakumjibu Eliya. But those people did not answer. Kwa kuwa Mungu alikuwa na shabaha, Because God has a plan. na Mungu alikuwa anapenda onesha nguvu zake. He wanted to show his power. Akamwambia Eliya, Talk to Elijah. waambie hivi. Tell them this. Eliya akawaambia, So Elijah tell those people. kwa sababu kushoto mupo Because you on the left you are. na kulia mupo, So is on the right as ni well. lazima tukamate basi ng'ombe mbili. So let's all take 2 bulls. Watuletee ng'ombe mbili zenye kunona vizuri sana. Those healthy bulls. Kisha tuangalie So let's see Mungu gani atajibu. which God is going to respond. Yaani watu hawa So these people ambao walikuwa kwa mfalme who was with king, walikuwa wakitegemea miungu. they believe in idols. Hawakuwa wanamtegemea Mungu. They never believe in God. Na njoo hivyo watu wengi wako katika That's- makanisa. That's how a lot of people are here in the church. Wamoya mbele ya kutoa wanasema nitamtoshea nani? Before they come and give offering, they'll say, hey, who am I giving to? Sasa nikitoa cha 10, If you give your 10%, nikitoa if sadaka, I give 10%, I give nikitoa offering, limbuko, I give, si wale njoo watazikula. those are the Lakini people who are going to eat. lakini tukumbuke ya kwamba But we must remember, Mungu anasema ni lazima unijaribu. but God says you must test me. Na utanijaribu kwa nini? How are you going to test me? Utanijaribu kwa ile cha 10 You're going yako, to test me through your ile endiseme tithe. yako unayopata, your 10%. kwa sababu that you sio nguvu zako, hapana. But it's not from your own power. Unapata kupitia nguvu ambayo Mungu anaenda kuvika. You get those money through the strength that God Lakini is wewe giving you. ukiona But you napata 1,000, you get $1,000. nikitoa hii dola 100, And you tell yourself, hey, I give hapana, ni nyingi 100. sana. This is too much. Hesabu zinakukujia nyingi. You come with a lot of Hesabu. a lot of planes, Unaanza kuhesabu and you start counting. dola 100, 100, dola 16 niko na saki ya mchele, $16. I have a bag of rice. dola 30 niko na mfuko wa nyama ya mbuzi, With 33, I will get a sack of goats. dola 20 niko na bido dumu ya mafuta, With $20, I got a gallon of oil. na niko na ambazo zimebaki kama ni 40, niko na masirio za So watoto. with the $40 left, I can buy some cereal. for Tayari kids. unajikuta So afterwards, kwa ile hesabu yako ambayo uko nafanya, with all your numbers putting down, shetani anakuiba dhamu. the devil is trying to distract you. Unakia kuona vitu ambavyo utanunua, And you look at the list that you have that you can purchase. na ile 100 kuipeleka kwa watumishi, Instead of taking that $100, na to the pale pale servant of mawazo God, yanatoka, sitaitoa tena. all Huruma of a sudden sana, you decide, no, I can't give this money away. kwa sababu ulishaipigia hesabu. Because you've done you've put so many Ni plans on that vigumu money. tena wewe uipeleke, It's really hard for you to take na it. ile kutokuipeleka By not doing so, ndipo unaenda kuiba, mibaraka yako yote inaenda kuondoka. you are stealing from yourself. Lakini wakati utakapofanya kitu cha Mungu, But if you do things according to God, jitowe kwa moyo wako wote, you must give willingly. kwa sababu ni hazina ambayo unaenda kuweka mbinguni. This is a treasure that you put in Ni heaven. matayarisho ya sehemu ambayo utaenda kuishi. It's a preparation of where you're going to Kwa live. maana hapa tulipo Because where we are, sisi ni watembeaji tu, we are just pass by. tumekuja kutembea, We're just here to pass lakini by. sehemu ambayo tutaishi But the place that we're going to live ipo tayari. is ready. Na nani ambaye ataenda kuipalilia? Who's going to take care of that? Ni wewe na mimi. It's you and I. Kwa ile kidogo ambayo tunayemkumbuka For Mungu, that small that we remember, ndio we give to itaenda God, kutufungulia ile sehemu, that's going to open that place for you. ndio itatusaidia sisi kuikaa kwa amani na raha huko. That's what's going to help us to live in peace. Maandiko prosperity. yanasema The Bible says, mtumishi wa Mungu Eliya the servant of God Elijah, akawaambia, he saw them. tukamate ng'ombe 2 za kunona, Let's take the healthy nyinyi bull. mchukue moja You guys take one, na mimi nichukue nyingine, and I'll take the other one. na kisha So after, watujengee madhabahu. let's us build the altars.
Na walipoanza kujenga madhabahu, when they start building these altars, wale ambao walikuwa wakiabudu miungu, those who were worshiping idols, ambao walikuwa wakinena maovu yao na yanakubalika, when they would disparage things, and then people will accept them. wakitoa maneno na kila mtu anakubali, mfalme anakubali, They will say words and everybody will accept them, including the king. wakawatengenezea madhabahu. They prepared the altar for them. Walipowatengenezea madhabahu, When they set up the altars, wakakamata ile ngombe nzuri so sana, they took the healthy bull wakaitia kwenye and madhabahu. they placed it on the Kumbuka altars. tunaongelea nguvu za Mungu, Remember, we are talking about the power kwa of sababu God. Mungu yuko anapenda onyesha kwamba yeye ni Mungu. God is trying to show them He is God. Wakakamata ile ngombe, So they took that wakaitia kwenye madhabahu, and they placed it on the altar. kwa maana mtihani ambao mtumishi wa Mungu The aliwapatia, test that the servant God has given to them, aliwaambia He hivi, told them this. tuangalie nani ambaye Mungu wake atajibu kwa moto. Let's see whose God is going to answer with fire. Tuangalie, kwa sababu nyinyi mnaamini Mungu wenyu Because you believe in your God, na mimi naamini Mungu wangu. and I do believe in my God. Sasa yule Mungu atakayejibu Whoever God is going to ndiye Mungu respond, ambaye tutaenda kumwabudu. that's the God that we're going to worship. Yule ambaye atajibu ndiye The tutamwabudu. one that's going to answer, that's the one we're going to worship. Lakini wale wenzetu sasa But those are the people, walipowatilia pale, when they place this bull on the altar, for them, wakajiandaa, they got ready. walijiandaa. They got ready. Walipojiandaa, When they were so ready, maandiko yanasema so the scripture says, eti Mungu wao alisafiri, their God went on a trip. lakini Mungu wetu hakuwa kinasafiri. Jameni, But our God never went on a trip. kwa nini Mungu wao Why did alisafiri? our God do so? Kumbe wewe Mkristu, So you hacha Christian, kuamini miungu. don't believe in an Kuna idol. Mungu na miungu. There's God and Sasa idols. wao waliamini ya kwamba Mungu wao They believe- atatumika. They believe that their idol is going to work. Kumbe yule Mungu wao alisafiri miaka na miaka. But their God has been on trip for many Ilikuwa ni years. huruma sana. This was shameful. Heti walianza kumwomba Mungu wao, wakamuomba So wakamuomba. they start invoking their God. Na watu wengi wanaomba ili ya Most- majini wakizani watajibiwa. Most people are Hapana. just pray all the time. They think that Ukiona going mtu to answer. anaomba eti Mungu alikuponyesha, ni bongo. Ni Mungu ndio amependa upone. Hakuna dawa yoyote ya mtu yoyote inaweza kukuponesha kama Mungu apendi. there's nothing in this world that can, Wale that can wote heal ni you if it wasn't waongo. God. Those people are lying to you. Lakini Mungu ni huyu. There's only Ni one, Mungu wa Elia one tu. God, Elijah's God. Mungu wa manabii. The God Mungu of prophets, anayetenda the miujiza, God that does miracles. ambaye alionekana kwa wakati huo. The one that revealed himself on that time. Heti manabii walianza kuomba Mungu tangia asubuhi. So those prophets started to pray since in the morning. Waliomba, They pray and pray and pray. Sijui kama goti limenyeka. I don't know if their nail skin on the Sijui on kama the damu nail. yao ilikuwa ikitumika. I don't know if their blood was working well as well. Lakini mtumishi wa Mungu akawazogelea, And so the servant of God approached them akawaangalia, and looked at him akaanza waambia, and started talking to them. wa ndugu Asked, zangu, my friends, ombeni kwa you sauti. must cry aloud. Sauti yenu iko chini It sana. seems like your voice is too low. Mungu wenyu alienda kuoga. Your God is going to take a bath. Lakini mkipaza sauti kwa nguvu, But if you shout kule so kwenye loud, yuko naoga, where is taking a bath, atakuja na he's kujibu. gone back and pray and answer your prayer. Heti Mungu wenyu alisafiri. This guy is on trip or something. Ukiita mtu kwenye fone mwenye kwao Kongo satakubali. If you call somebody on the phone, and regardless Sindio of where they are, vile? for instance in Congo, they're going Na to answer, akisha right? kubali simtaongea. When they pick up, Sasa they'll wao answer, nao, they'll talk. Elia akawaambia hivi, And them too, mtumie Elijah told mitandao them, muwaite, use your technology kwa and sababu call. mkimuita wewe Mungu If wenyu you call that God, atapokea ile he's going telefone to pick up na kukuja haraka and come so fast and kuwasaidia. help you. Lakini Mungu wao their hakupokea God ni They telefone don't pick up their phone. ni nini. No, nothing. Tutafanyaje? What are they going to do? Ni lazima tumwange damu. We must cut ourselves and shed blood. Heti walianza kujikata They're kata, starting to cut themselves. wakajikata, waliwazia kwamba They
they doing so, they thought that wakijikata Mungu wao atakuja. if they cut themselves, their Na God mtu might akishaanza come. jikatakata, Once a person start cutting tayari themselves, inakuwa ni alama ya shetani hiyo. these are the sign of Satan. Yaani walionyesha wazi ya kwamba They show truly Mungu wao anapenda damu that sana. their God love blood. Na ndio vile watu wengi That's how many people, unakutanisha wakienda tafuta madawa, when they go and search for voodoo, wanawaambia ngweti wendo uwe fulani. they're being instructed to go, you must kill somebody. Eti ukimuua yule If you kill that person kisha umulete utakuwa and tajiri. you bring them here, you become rich. Nao waliamini ya And they kwamba also believe ile these prophets, kujikatakata by cutting themselves eti off, Mungu wao that atakuja, their God will show up. lakini Mungu wao But their God alisafiri. is no show. Ambia where to be mwenzako found. Mungu wako yupo Ask your amesafiri. neighbor, is your God here or they're on Yupo trip? amesafiri. Are they here or they're on trip? Mabali Mungu wao alisafiri. Those people, their gods, Na was on trip. mtumishi wa Mungu And the servant of God akawaziaki na akawacheka. and started making fun of them. Akawaambia Mungu wenyu hayupo. It looks like your God is Milele not na here. milele Mungu wenyu hayupo, naweza Forever and kajibu. ever, he'll never answer you. your Lakini God. maandiko yanasema mtumishi wa Mungu So the scripture says the servant of alienda na God, mafiari mingi, he went there proudly kwa sababu alikuwa anaamini yeye ana nguvu za Mungu. because they did believe that he had the power of God. Aliwakaribia He approached them akawaambia, ni wakati yangu sasa mimi, and told them, it's my turn. ni wakati wangu, kwa sababu nyinyi Mungu wenyu alisafiri Because your God has gone on trip. na mimi natafuta niwaoneshe Mungu gani ambaye tutaabudu. Now I'm about to show you which God we're going to worship. Eliya akawaambia, Elijah told them, munijengee na mimi mazabao. also build an altar for me. Wakaanza kumjengea mazabao. They started building that altar for him. Kadirisha wao waliwajengea Think about it. ni mazabao, They made the altar lakini hakuna kitu chochote waliweka kingine. without placing anything else. Lakini mtumishi wa Mungu But Eliya the servant of God Elijah, baada ya kumjengea after they've finished set up the altar, akawaambia he hivi, told them, heti muniletee mawe, bring some stones, muniletee mawe 12 12 of them, kama vile wana wa Yakobo, just as the children of Jacob. na baadaye akawapatia ingine condition. Also another condition, he gave them. Akawaambia hivi, He told them, mkamate mtoni, bring the stream mlete huu mtoni muutengeneze mpaka kwenye mazabao and yangu. make sure I run through this altar. Kadirisha kuni ulishazipanga, Think about, you got wood that you got alafu set up, tena unatia na maji. and also you add water on top of Ukiwasha it. moto kweli utawaka. If you try to set on fire, do you think Utawaka. fire will go on? No. Lakini kwa kuwa alipenda kuonesha makuu ya Mungu, Because they wanted to know, he wanted to show them the wonder of God. akawaambia He hivi, told them, hiyo mtoni mmeleta haitoshi, that stream of water that you guys are passing through is eti not enough. muongeze tena. Add more. Kwa sababu alikuwa akimtegemea nani? Because Alimtegemea Elijah Mungu. trusts in the Ni God. lazima Mkristo wa Mungu mtegemee We Mungu, must do the same thing. kwa sababu katika Mungu kuna kila chochote kile unachohitaji. Because in God there's everything that you need. Eliya alimtegemea Mungu, Elijah trusts in God. na walipofanya vile, When they did as it was, they were Eliya instructed, aliomba. Elijah prayed. Aliomba maneno machache tu. He only prayed briefly. Mungu wa Yakobo, God of Jacob, Mungu wa Abraham, God of Abraham, na uonekane ya kwamba wewe ni Mungu, show yourself that you God. na ushushe moto Let fire, kupitia maneno machache tu. by just these few words, Maandiko yanasema ya kwamba Bible moto says ulishuka, that the fire na descended. moto uliposhuka When that fire descended, ukaramba mazabao and yote, he came and ravaged the na whole uliporamba altar. mazabao yote When he ravaged the whole altar, ukaramba na maji yote including the water na majifu and yote, all the ashes, yani hawakuacha hata kitu without kimoja. leaving any trace. Ni lazima tumtegemee We Mungu, must trust in the kwa God, maana Mungu wa Eliya ndiye Mungu because the God anajibu. of Elijah is a God, a truly God. Mtumishi wa Mungu alisema limoya tu, This servant only said one thing, na Mungu akajibu, and God answered. na moto uliposhuka And when the fire kila descended, kitu kikarambwa. everything was ravaged. Lakini kumbuka kuna sheria moja, But just remember, there's one rule. yule Mungu ambaye atakayejibu, The God that was going to ni answer, lazima tukamate wale ambao wameshindwa, tufanye nini? Tuangamize. we must take the one that did not succeed to kill them.
Na wakakamata. Kwa sababu ya nini? Ukiacha tomate moja kwenye zingine zitaoza. If you put one of the messed up tomato among the others, lakini Mungu akaona nifanye namna gani? So God was like, what can we do? Mungu akamwingilia mtumishi wake. God talked to his servant. Akamwambia, kamata hawa wote 450. Take all these 450. Wale wote wakamate. Take all of them. Wapeleke sehemu na wote waangamizwe. And go and finish their life. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Yep. Yaani hawa kile ambacho walipanda, so na njiki walifanya nini? Walivuna. That's what the harvest. Walipanda kwenye miungu yao na wakavuna miungu yao. And the harvest the idols. Kwa sababu maandiko yanasema wote kule walipelekwa na wakauawa wote. The scripture is saying all of them they were killed. Na walipouawa, when they all were killed, Mungu akaonyesha kwamba nguvu zote ni zake yeye. God shows that all the power belongs to him. Lakini but Mungu baada ya kuonesha nguvu zake ni zake, after he showed that the power belongs to him, yule mwanamke bado akingali na roho mbaya na mtumishi wa Mungu. That queen is still there going after the servant of God. Bado angana fikiria Elia amefanya vile watu wangu. She's still saying herself, she did this to my people. Ni lazima nitamuonesha. I have to show him something. Anafikiria na Mungu anawaza mengine. And God over here is planning something else. Lakini Elia mtumishi wa Mungu akamwambia Mungu. But the Elijah servant of God akamwambia Mungu, niondoe sehemu hii. Please God, help me. I want to leave this place. Kwa sababu nimekwisha kutenda yale ambayo umenitumana. I fulfill your mission. Nimekwisha kuonesha nguvu zako. I've shown your power. Na Elia akamwambia mfalme. Elijah told the king. Akamwambia siku chache maji yatarudi. In a few days the water will come back. Na mfalme alisubiria. So the king was waiting. Maandiko yanasema, the scripture says, mawingu yalianza kubadilika. There was some change. Mawingu yalianza badilika. The clouds were changing. Kwa sababu wale walikuwa wakiabudu miungu, because those who were worshiping idols, wale mabali walikuwa wamekwisha kuondolewa. Those people worshiping that they were killed. Ikaonekana ni wakati wa Mungu sasa kutenda kazi. This makes sense that it was time for God ni wakati ambao Mungu ataenda kuvuna sasa yale mavuno. To harvest. Ambayo yalishaona makuu yake. To harvest everything that see is power. Kwa sababu maadui zako zote Mungu amekwisha kuwaondoa. All the enemies were ni muda sasa wa wewe kumtumikia Mungu. This is a time for you to serve ni muda wa wewe na mimi kumtumikia Mungu. This is a time for you and I kwa sababu tumekwisha kuona nguvu za Mungu ya kwamba zinatumika. That it does work truly. Na wale wote ambao wamesikia neno libaki kwenyu na kwangu. Amen. 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 Amen.